Kansela Friedrich Merz na waziri wake wa mambo ya nje Johann Wadephul walitoa kauli kali za kuikosoa Israeli kutokana na mashambulizi yake ukanda wa Gaza. Miongoni mwa mambo aliyoyazungumza waziwazi Kansela Merz ni kwamba serikali yake inaendelea kujadili kwa undani kutathmini kiwango cha msaada kwa Israeli, hasa ikihusiana na uuzaji wa silaha, wakati ambapo shinikizo la kimataifa na lawama dhidi ya Israel na operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa Gaza vikiongezeka. Je, mwelekeo huu mpya wa Ujerumani unatokana na nini? Moja kwa moja kwako Mohamed Abdurrahman. Nafikiri Ujerumani imelazimika kuchukua msimamo huu kwa sababu Ujerumani inasikitishwa na kile kinachoendelea huko Gaza. Hilo ni moja. Na la pili ni kwamba hali hii inafuatia kilio cha kimataifa, zikiwemo pia kutoka nchi zile ambazo ni washirika wa Ujerumani, nchi za magharibi kama Uingereza, Ufaransa na hali kadhalika. Kuna nchi pia kama Poland na nyinginezo ambazo hizi zinahisi kwamba zinaelemewa na kilio cha kimataifa, na sio tu kilio cha kimataifa, lakini raia katika nchi hizo wamekuja juu kuona kwamba kile kinachoendelea Gaza hivi sasa hakiwezi tena kuvumiliwa, na serikali za nchi hizi tulizozitaja pamoja na nyingine zimekuwa kimya zikiangalia tu hali inavyokwenda. Tukumbuke tu kwa kumalizia swali lako ni kwamba Ujerumani kwa muda mrefu imekuwa ni nchi ambayo inaendesha diplomasia ya tahadhari panapoelekea uhusiano na Israel, lakini tuliona kwamba hili lilianza kubadilika katika miezi ya mwisho ya utawala wa Scholz, utawala uliopita, ambapo ilielekea kwamba imekiuka ile misingi ya Ujerumani kuwa na msimamo wa busara panapohusika na Israel. Na Dr. Mwilima alichokizungumzia Mohamed hapo kwamba kukumbushia kwamba kwa muda mrefu Ujerumani imekuwa na kidogo kuwa na diplomasia katika swala hili la Israel, lakini hivi sasa kauli hizi zilizotolewa jana zimewashtua watu wengi kwamba vipi mara hii Ujerumani inakuja na msimamo tofauti kabisa ambao haukutarajiwa. Ni kwamba imekosa chaguo jingine? Israel imeisukuma Ujerumani mpaka ikakosa chaguo jingine? Nadhani mtu anaweza kusema hivyo. Tukumbuke kwamba Ujerumani imekuwa ikifuatilia sera hiyo kutokana na sababu za kihistoria. Tutakumbuka kwamba kipindi cha Wanazi kuanzia mwaka 1933 mpaka 1945 mamilioni ya Wayahudi waliuliwa hapa nchini Ujerumani. Kwa hiyo kutokana na sababu hizo za kihistoria, Ujerumani imekuwa na sera ya kuelekea Israel ya kuhakikisha kwamba taifa la Israel linaendelea kuwepo. Kwa hiyo kutokana na sera hiyo ndio maana Ujerumani ilikuwa imenyamaza kwa muda mrefu sana kutokana na sera hiyo. Lakini sasa kama alivyosema Mohamed hapo kwamba tumeona kwamba kuna mabadiliko makubwa, kwamba kuna nchi mbalimbali ndani ya Ulaya washirika wa Ujerumani ambao wameanza kuonyesha kwamba hawataki kunyamaza tena. Kwa hiyo sio tu nje ya nchi, lakini pia hata ndani ya Ujerumani kwenyewe tumeona kwamba katika muungano wa chama cha SPD, hiki chama ambacho ameunda nacho muungano, kuna wabunge ndani ya chama hicho wameanza kuongea na kusema kwamba sasa Ujerumani inabidi kubadilisha msimamo wake na ikiwezekana kusitisha mauzo ya silaha kuelekea Israel. Kwa hiyo tumeona pia katika siasa za ndani, na pia kuna tafiti za maoni pia zinaonyesha kwamba Wajerumani wengi pia wameanza kubadilisha misimamo yao. Sawa, Dr. Mwilima, ni kukatize hapo kutokana na muda wetu. Tunajaribu kutazama kwa ufupi tuchambue swala hili kwa ujumla wake. Umetaja kuhusiana na historia, umetukumbusha historia ya Ujerumani katika kuunganisha swala hili zima la vipi inaitazama Israel. Na jana vile waziri wa mambo ya nje Johann Wadephul alizungumzia
hicho cha historia, na akatoa matamshi akisema kwamba Ujerumani au serikali Berlin haitokubali kuwekwa chini ya shinikizo la kisiasa na kuwekwa kwenye nafasi ambapo inajikuta inabidi kuonesha mshikamano wa kujilazimisha na Israeli. Nije kwako Mohamed, unafikiri Israel imekuwa ikitumia hoja hii ya antisemitism au chuki dhidi ya Wayahudi kuishinikiza Ujerumani kutokana na historia yake, na sasa Ujerumani inapeleka ujumbe Tel Aviv kwamba haiwezi kuvumilia tena kutumiwa? Sio tu dhidi ya Ujerumani, lakini imekuwa ikitumia hoja hiyo katika siasa za kimataifa, huku ikiungwa mkono na Marekani. Na hii yote ni katika ile sera ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya kuhakikisha kwamba mkakati mzima au niseme pendekezo la walimwengu la kutaka hatimaye suluhisho la mzozo wa Mashariki ya Kati lipatikane kwa kutumia ile hoja ya kuwa na dola mbili, hilo haliwezekani kabisa. Hivi sasa Netanyahu analikataa kabisa, na kwa kuungwa mkono na Marekani amekuwa na mkakati tofauti. Tutakumbuka katika mahojiano yaliyofanywa hapo juzi, kansela Friedrich Merz alisema kwamba anashindwa kufahamu kwa nini Israel imekuwa na mkono wa chuma na kuchukua hatua kali dhidi ya Wapalestina katika kiwango ambacho hakifahamiki. Lakini nafikiri mimi jibu ni rahisi, ni kwamba hili lote linatokea katika ule mkakati mzima wa Israel wa kutaka kuhakikisha kwamba, kama alivyosema Netanyahu mwenyewe, kwamba Gaza inatoweka kabisa na Gaza inaangamizwa kabisa, na ni katika mkakati wa Israel wa kuhakikisha kwamba inalitwaa eneo la Gaza. Na nani ajuaye, baada ya hapo huenda vikaanza visingizio vingine vya kuweza pia kuigeukia eneo la Ukingo wa Magharibi. Kwa hivyo haya yote ni katika yale ya kuona kwamba hoja ya kuwa na taifa huru la Wapalestina, hilo ni jambo ambalo Netanyahu na washirika wake watahakikisha kwamba haliwezi kukamilika. Tutakuja kwenye hilo na msimamo ambao umejitokeza jana na juzi kupitia hapa Ujerumani, lakini nataka kumuuliza Dr. Mwilima katika mtazamo mzima huu unaonekana hivi sasa, na kauli ambayo imewahi kutolewa vile vile na kansela Merz ya kusema kwamba yeye anamkaribisha au ataruhusu kuingia kwa bwana Netanyahu hapa Ujerumani, na atakapofanya hivyo atahakikisha anatafuta namna ya kuzuia kukamatwa kwake. Tunafahamu kwamba Netanyahu, mahakama ya ICC imetoa waranti. Ukitazama maneno ya kansela Merz, tafsiri yake ni nini? Ujerumani ina ndimi mbili katika swala la Israel? Sio kwamba ina ndimi mbili, lakini kwamba inaonyesha mabadiliko ya kisera kwa kansela Merz, kwa sababu tunakumbuka kwamba tamko hilo alilitoa alipochaguliwa na kusema kwamba atamkaribisha Netanyahu, lakini mambo yaliyotokea hapa katikati, unajua, ukiangalia hizi video na picha zinazotoka Gaza, ukiangalia wale watoto wanavyokufa na njaa, ukiangalia wale wa mama, nadhani hiki ni kitu ambacho kimemfanya pia naye abadilishe msimamo wake. Kwa hiyo alikuwa na msimamo huo, lakini tukumbuke kwamba tokea alipoongea hiyo mara ya kwanza hajawahi kurudia tena, na sidhani na jinsi alivyobadilisha sera yake sasa, sidhani kama ataweza tena kumkaribisha Netanyahu kuingia Ujerumani.